Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Waheshimiwa mashekhe wote wa wilaya zote mlioko hapa, wilaya za mkoa wa Mwanza ikiwemo Nyamagana, Ilemela, Magu, Kwimba, Sengerema, Misungwi, Ukerewe, wakuu wa taasisi, siwezi kutaja kwa wingi wenu, siwezi kutaja mmoja mmoja, kina baba nyote mliohudhuria na kina mama wote mliohudhuria, Waislamu na wasiokuwa Waislamu ambao mmehudhuria katika shughuli hii ya dua. Ndugu zangu, sisi katika Uislamu Mola wetu anatuambia, mtume wetu anasema ad-du'a mukhul ibada, dua ndiyo ubongo wa ibada. Yani ibada yoyote ubongo wake, injini yake ni dua. Na mtume akaenda mbali zaidi akasema ad-du'a silahu lilmu'min, dua ndiyo silaha ya Muislamu, ya muumini. Ukiwa na shida yoyote unarejea kwa nani? Kwa Allah. Na ndipo Mola wetu akasema ud'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Na kule kwenye ile aya Mwenyezi Mungu anasema idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'ani. Yote haya yanaonyesha kwamba dua ni kitu muhimu, na dua ndio kimbilio la Muislamu. Yote mnafahamu kwamba nchi yetu inapita kwenye kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tayari kampeni za vyama zimeanza, vyama vya siasa viko mabarabarani sasa, yote vinaomba kura kwa wananchi. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, tulipokuwa kwenye maulidi ya kitaifa kule Tanga Korogwe, aliagiza kwamba mashehe wa mikoa, wilaya, kata wafanye dua na wafunge kuiombea nchi amani na utulivu. Mwenyezi Mungu aipitishe nchi yetu kwenye kipindi hichi cha uchaguzi, kipite kwa amani na utulivu, na uchaguzi uende salama. Asitokee mtu akaivuruga nchi kwa matakwa yake au kwa kutumwa na watu, kwa sababu vipindi vya chaguzi kwenye nchi nyingi duniani ndio huwa vipindi vinatokea matatizo, baada nchi hufika mahala kuvurugika kabisa. Sisi wa Tanzania tuko kwenye uhuru kwa zaidi ya miaka 60, nchi yetu haijavurugika. Hata uhuru tumeupata hatukumwaga damu. Mufti anasema tufunge. Sisi mkoa wa Mwanza tumepokea tukaanza kufunga Jumatatu, Jumanne, Jumatano na leo Alhamisi. Wilaya zetu zote tumefunga, na kila baada ya swala ndani ya siku hizo tumesoma kisomo cha Qur'ani, laisa laha min dunillahi kashif. Tuseme wote, laisa laha min dunillahi kashifa. Tumesoma kisomo hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Tusome yote, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Tumemswalia mtume, Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wasallam. Dua hizi zimesoma misikiti yote. Leo tunahitimisha, tupo hapa kwa ajili ya kuhitimisha dua hii. Ujumbe wetu kwenye dua hii unasema tujenge Tanzania yenye amani, mshikamano, maadili mema, maendeleo na uchumi imara. Jitokeze kupiga kura, usijidhulumu. Haya maneno ya chini ndio maneno ya Mheshimiwa Mufti. Watanzania watakwenda kusikiliza vyama, kusikiliza sera, ilani, watakwenda kusikiliza vyama vyote ambavyo vimeweka wagombea kwenye udiwani, kwenye bunge, kwenye rais. Wataambiwa sisi kwenye kilimo tutafanya hivi, kwenye hichi tutafanya hivi, uvuvi tutafanya hivi, barabara tutafanya hivi, umeme tutafanya hivi, au tumefanya hivi. Wataeleza, unatakiwa uende ukasikilize. Baada ya hapo kuna siku ya kupiga kura. Asitokee mtu akakudanganya kwamba usiende kupiga kura. Wito wetu kupita maelekezo ya Mheshimiwa Mufti, sisi ni Watanzania. Kwa mujibu wa katiba ya nchi tunatakiwa kuchagua kila baada ya miaka 5.
Kwa ukiacha kwenda kupiga kura utakuwa umefanyaje? Umejidhulumu. Kwa hadhara hii ya kuliombea taifa ni pamoja na kuendelea kuwahimiza Watanzania bila kujali dini zao wajitokeze kwenda kupiga kura, pamoja na kuwanasihi vyama vya siasa vichunge dini zao. Moto mkubwa unatokana na nini? Na cheche, matusi, kutukanana, kuvunjiana heshima. Haya yasiwepo kwenye kampeni zao, lakini tuhakikishe kwamba tunawaombea, mbali ya kuiombea nchi ya amani na utulivu, tuwaombee viongozi walioko bado wako madarakani. Mfano Daktari Samia Suluhu Hassan, tumuombee Mungu. Mfano Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kwa mujibu wa katiba ya nchi hii, hata kama tuko kwenye uchaguzi, bado ina viongozi mpaka pale tutakapomaliza uchaguzi na akapatikana aliyeshinda na akaapishwa. Sasa kwa kuwa hawa wawili bado, yule Dr. Hussein Ali Mwinyi anaitawala Zanzibar, Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi wetu na Tanzania Jamhuri ya Muungano, tuna wajibu wa kuendelea kuwaombea Mungu. Kwa hiyo dua yetu mwelekeo wake ni huo. Tunaiombea nchi, naomba nieleweke vizuri. Tunaliombea taifa, amani, utulivu, mshikamano, maelewano kwa Watanzania. Tunapokwenda kuchagua, tusichaguane kwa misingi ya dini wala kabila wala rangi. Tuchaguane kwa misingi kwamba huyu ni Mtanzania, amejitokeza, ana sifa, rozali yake, kibalaghashia chake, hijabu yake, tasbihi yake sio kigezo, kwa sababu hatuchagui askofu, mchungaji, wala hatuchagui shekhe wala ustadhi. Tunachagua mtu atakayekwenda kuitawalia nchi na kuleta maslahi kwa Watanzania. Kigezo isiwe jinsia yake, kwamba huyu ni mwanamke au ni mwanaume. Hatuchagui mwana masumbwi, hatuchagui mcheza mziki, hatuchagui kiongozi wa dini, tunachagua kiongozi wa nchi. Kwa hiyo hatua na jinsia yoyote. Nchi yetu ni nchi ya kisekula ambayo haina dini. Kwa hiyo mwanamke kama amegombea kwa mujibu wa utaratibu wa nchi, kuna nafasi ya kumchagua, tumchague. Kwa hiyo baada ya kuiombea nchi uchaguzi, tuviombee vyombo vinavyosimamia ule uchaguzi vitende haki. Ukifika mahala mtu ameshinda atangazwe, lakini vyombo vya ulinzi na usalama tuviombee Mungu azidishe imara kwao, weledi, na tuwaombe Watanzania wasivitietie mdomoni kuwavunja moyo vyombo vya ulinzi na usalama, kuvitukana. Hiyo tuiondoe kabisa, bali badala yake tuwaombee Mungu vyombo hivi visimame imara. Tuombee wananchi wote na tuviombee vyama vyote, na tuviombee chama ambacho pia tukiombee Chama cha Mapinduzi ambacho kimetawala kwa zaidi ya miaka 60, nchi haijaingia kwenye vita, nchi na amani na utulivu. Lakini tuviombee na vyama vingine, Mwenyezi Mungu aviimarishe. Pamoja na hayo, tumwombee Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, Mwenyezi Mungu ampe imara zaidi na afya na umri mrefu. Lakini tujiombee Watanzania wote kwa shida zetu na haja zetu. Tujiombee Waislamu tuliohudhuria hapa. Kuna watu wana maradhi hapa, kuna watu wana shida, kuna watu wana haja. Tujiombee. Hii nafasi sio ndogo. Hapa dua zimesomwa siku 4, watu wamefunga. Utaenda kwa shehe gani ya kuombea dua ya namna hii? Wale wa Sheikh Mujadali awafundishe watu 200,000. Utamlipa Sheikh Mujadali shilingi. Wende kwa Sheikh Toa, anaona kilemba alichokipiga leo, atakusomea dua ya namna gani na utamlipa kiasi gani? Wende kwa Sheikh Moledina, unamuona anapotoa nuru, utamlipa kiasi gani? Kwa hiyo kimsingi wewe una fursa hii leo, wewe na Mungu wako. Ndio tunasema tukae chini. Na mwisho nimalizie kwa kuwaombeni, tuendelee kuiombea nchi katika eneo kubwa la maadili. Yote mnasikia vijana wa Kitanzania, baadhi yao wako mitandaoni wanatukana watu, wako mitandaoni wanatukana viongozi, wako mitandaoni wanatukana mashehe, wako mitandaoni wanatukana maaskofu, mpaka unashindwa kuelewa kizazi hichi kimeguswa na nini. Sasa tuanze sisi wazazi majumbani kuambia watoto wetu kutukana ni kosa. Sisi Waislamu Mtume anasema sibabul muslim fusuku, kutukana ni ufasiki. Kutukana haijalishi unatukana kwa mdomo au umetumia simu yako umeshare ile na clip, utakuwa umetukana tu. Mtume anasema man aana ala maasiya
walau bishatrin kalima kana lahu sharika, mwenye kusaidia maasi japo kwa kipande cha neno anakuwa ameshiriki. Kwa hiyo wito wangu na sababu muhimu ya kufanya dua hii ni maelekezo ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania. Tumepokea sisi mkoa wa Mwanza na tuko hapa kwa umoja wetu tunafanya dua, na tumeamua kuvaa mavazi meupe kuonyesha unyenyekevu wetu kwa Mungu, lakini sisi tunataka amani. Tunataka amani. Tuseme wote tunataka amani. Tunataka amani. Kwanza sauti yako, tunataka amani. Tunataka amani. Kina mama nyinyi ndio wahanga wakubwa ikitokea vita. Tunataka amani. Tunataka amani. Kwa maana ya kwamba likitokea tatizo hapa, wahanga wakubwa ni wakina mama, watoto na watu wazima. Na nchi kama nchi, msingi wake mkubwa ni amani. Maendeleo yako Tanzania tunajisifu, tumejenga nchi. Pakitokea vita dakika mbili, vyote vilivyojengwa vitakwisha. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe na vurugu na uvunjifu wa amani. Watoto wadogo ndio hawajui kwamba nchi imebadilika, nchi imekuwa nzuri. Mimi nakumbuka wazazi wangu wengine, bali ya kwa mimi mzaliwa wa Ujiji Kigoma, lakini wazazi wangu wengi pia wako hapa Nzega. Mwaka wa 90 tunakumbuka 90. Tunatoka Nzega kuja Mwanza, mnaaga ni safari. Mnaondoka alfajiri, mnaingia Mwanza saa 4 usiku. Leo unaweza kwenda Nzega mara 5. Hapa Misungu ilikuwa ni safari. Nchi nzima sasa inajengwa, iko kwenye maendeleo. Tumwombe Mwenyezi Mungu aimarishe hii nchi na mazuri yake yasiharibiki. Kwa hiyo hapa hatuingizi neno katikati. Nikikaa chini tunaanzisha dua. Dua yetu itakuwa ya kati na kati. Tukimaliza hiyo dua tutampa Sheikh Muhammad Maulidina, atasema ujumbe wetu, atatoa mawaidha hapa, atatoa kilma, na baada ya hapo kuna sadaka itatolewa ya chai, wakati ule najua iftari itakuwa imefika. Na tunawashukuru wale waliotusaidia. Kuna mtu kwa mahaba tu akasema, Sheikh, hiyo dua ni kubwa, natoa sadaka yangu ya ngamia. Allahu Akbar. Swali wa Bwana Mtume Muhammad. Na huyu ngamia ataliwa. Naomba niwatangazie maulidi ya mkoa itafanyika hapa kesho kutwa, siku ya Jumamosi. Tusemeni inshallah. Tujitokeze kwa wingi kama tulijitokeza leo na zaidi ya leo. Leo tunafanya dua na ngamia wetu. Tukimaliza kesho tutamdhabih. Akishadhabihiwa inshallah Jumamosi, basi watu watapiga mchele wa ngamia. Sallallahu ala Muhammad. Hayo nataka kueleza. Mungu awalipe kheri wale walipo wote, kila aliyotusaidia katika jambo hili, Mwenyezi Mungu ambariki. Niliona nianze kutoa maelezo ili kila aliyoko hapa awe hadhir. Na hii ndio Mwanza tunayotaka kujenga, na Mungu ametusaidia tumeanza kujenga. Mwanza ya umoja, Mwanza ya mshikamano, Mwanza mkiitana mnaitika. Sallu ala nabi. Kwa hiyo hayo tunayataka, na niwashukuru sana kina mama kwa waliojitokeza, kina baba, walimu wa madrasa. Sasa tutaanza dua yetu na tuwe watulivu. Kila mtu ahudhurishe moyo wake. Kila mtu ahudhurishe moyo wake hapa. Said al-Imam Rahib Ustadh Muhammad bin Said al-Bid anasema hapa angani kuna idhaa nyingi sana. Radio Kwizera, Radio Maria, Radio Ikra, RFA, Radio Tanzania. Hapa ziko idhaa nyingi hapa. Ili uipate inategemea nini? Chombo chako. Radio yako ni bendi ngapi? Bendi mbili utapata hizi. Sio hivyo? Chemikidati. Ile yenyewe bendi ngapi unapata sasa ile yenyewe mpaka Ujerumani, Marekani huko utapata. Sio hivyo? Na dua ni kama hivyo. Unaingia kwenye dua moyo wako safi? Una kinyongo na ndugu yako? Hebu msamehe ndugu yako. Hapo ulipo msamehe. Una kinyongo na jirani yako? Una kinyongo na mtoto wako? Umewasamehe wengine? Hebu msamehe mwingine. Mtoe shetani kwenye moyo wako. Tuseme wote astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Maana yake tunakutaka msamaha Mungu. Mungu kwanza atusamehe sote. Kama una kinyongo na ndugu yako, toa hicho kinyongo. Mtoe shetani kwenye moyo. Tunaingia kwenye dua ili dua yetu iwe na ikhlasi. Sasa tumuombe mzee wetu, mzee Ibrahim kutoka Mwabomba, yeye ndio atie Fatiha.